kiasi kibao wamebadilisha mchezo wa ghetto. Wameweka wa kwanza, wameweka wa pili, wameweka fikra timamu, lakini pia imetugusa sisi vijana kwa sababu ni vitu ambavyo tumeshawahi kupitia, tumeviishi. Mwanangu Malume kaviishi hadi nje ya nchi. Sasa ile tarehe 14 mwezi wa pili, mwezi uliopita, wewe ulipambana vipi na siku ile ya wapenda nao? Ulishinda na mchumba, ulishinda na familia, ulishinda na mama, shangazi, mjomba, baba, wote ni ma Valentine. Wewe ulisherehekea vipi ile mzee? Kwenye Valentine Day mimi nilisherehekea na familia yangu. Na nikizungumzia familia yangu ni mimi, mke wangu pamoja na watoto. Na hiyo Valentine Day sio kwamba labda pengine ndo siku hiyo tu iwe kilele cha hiyo siku, lakini upendo wenyewe unatakiwa uwepo tu siku zote. Unaona bwana? Ila kitu ambacho hawajakijua ni kwamba bwana, wakisikia tu neno Valentine Day sasa huwa wanakuwa wanachanganyikiwa na nini? Sababu watu wengi naona kwamba wanakuaga wanachanganyikiwa sana wakishasikia ile neno la Valentine Day. Kwa nini nakwambia hivi? Sababu nilishuhudia mambo mengi katika kipindi hiki cha Valentine Day yameenda kutokea. Wengine wameachana, wengine wameendeleza ule upendo wao. Lakini kwa wale ambao waliokuwa wameachana, sababu kubwa kabisa, kila mtu ambaye alikuwa ameachana na mwenzie nikimuuliza ananiambia, wewe acha tu mwanangu. Kipato, kaka tafuta hela, mambo yapo tu haya. Kipato vipi? Mimi nimepata zawadi yangu nampelekea mchumba mwenzangu kanizidi tena, manake kapeleka zawadi ambayo iliyokuwa juu kuliko hata ya kwangu. Kwa hiyo vitu kama hivi bwana, tuvilaani kiukweli. Kiukweli mimi mwenyewe binafsi sivipendi, kwa sababu kwanza sioni kwamba mtu eti anateseka kwa sababu ya Valentine Day au kitu cha siku moja basi kinakuwa kinakutesa wewe maisha yako, na kuwa sio kitu kizuri. Mimi binafsi kipendi hicho kitu. Upendo kila siku, sio siku tu ya tarehe 14 mwezi wa pili ndio siku ya upendo. Ndio maana tunakuwa tuna misunderstanding nyingi siku zile, kwa sababu tunakuwa hatujajipanga kwenye mahusiano yetu. Upendo unakuwa siku moja, kumbe upendo ni kila siku. Tunamsikia mshikaji wetu anatuelezea. Lakini vipi ndugu yangu, na wewe ulimudu vipi, uliipelekaje siku ya tarehe 14 mwezi wa pili? Vipi, ulikaa na familia na wewe au ulienda nyumbani ukaenda tu kuchill na bibi mkubwa, au ulichukua hatua gani? Mimi kwa upande wangu Valentine Day, kwa dini yangu niruhusu kusherehekea hicho kitu. Kwa dini yangu hicho kitu hakipo kabisa. Sawa. Ni kitu ambacho kimeanzishwa na binadamu. Kwa maana dini yangu mimi niruhusu kusherehekea hicho kitu Valentine Day. Hicho kitu kimeanzishwa na binadamu na watu panga kwa wakianzisha, wakiagizimisha, kwa lakini dini yangu niruhusu kusherehekea. Kwa maana sikupaki kipaumbele chochote kwa chukua kama siku kawaida tu kwangu. Islamic bwana, tunakataa bwana Valentine bwana, ndugu yetu kasema. Lakini Valentine Day bwana iliandamana na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Siku kadhaa tu mbele watu walianza kufunga na kuomba toba bwana. Tulitoka Tabata tukaenda Kigamboni, tukachukua goma, tukarudi nalo Tabata, tukala ubwabwa. Sasa hivi ninavyokuambia ni muda mchache sana toka mwezi mtukufu wa Ramadhani umeisha. Lakini pia kuna baadhi ya ndoa nikiwa mimi pia nimeziaminisha kabisa, 2 hadi 3 zimesha kuwa break up. Kitu ambacho sio kizuri. Watoto wa kiume na sisi tumekaa sana humo, tunawachukua watoto wa watu, tunawachumbia, sometimes tunawapa hadi mimba, afu mwezi ukiisha tunawasogeza, tunawaweka pembeni. Hicho sio kitu kizuri, na katika sisi wanaume kama baba, kama vichwa, sio kitu kizuri kwa kweli. Sisi ndo maarifa, sisi ndo viongozi. Mtoto ili akue kwa usawa na kuwa mtoto mzuri itabidi baba awepo pembeni. Hivi hii inatokana na nini? Kwa nini tunaoa watoto watu, tunawapa dosari, tunawaposa, tunawaahidi tunawapenda, tutazeeka nao kabla ya mwezi ukiisha wa toba, tena ni mwezi wa toba, tunaachana na wale wasichana wengine, tunakuwa tumewapa mimba. Hii tunapambana nayo vipi, na hii inasababishwa na kitu gani? Kweli kwa jamii sasa, hata hapo awali haya mambo yapo, na kuoa kabla ya Ramadhani au ndani ya Ramadhani si vibaya, dini haijakataza. Unaweza kuoa kabla ya Ramadhani hata siku moja, au ndani ya Ramadhani pia unaruhusiwa kuoa. Ila lengo la kuoa ni nini? Unaoa ili kukwepa tu ile dhambi, labda utakuta kuna kitu unafanya kabla ya Ramadhani, ikifika za Ramadhani unataka uache kwa sababu unajua mimi nikifanya kitu kitakuwa dhambi kubwa kwangu, unaacha. Je, unaoa kwa lengo hilo au unaoa kwa sababu mimi ni Muislamu natakiwa nifunge ndoa ndio nifanye kitu fulani? Kwa maana uona na Ramadhani si vibaya, ala kabla Ramadhani sio vibaya, lakini unaoa kwa lengo gani? Hili ndio cha msingi. Kama unaoa kwa ajili ya Ramadhani, kwa ajili nimekuja tu Ramadhani ili mambo yangu mengine yapate kuendelea,
hiyo sasa kwa Mungu itakuwa sio sawa. Utakuwa unamkosea sana Mungu. Unataka uache haraka sana iwezekanavyo. Sawa sawa. Vijana tuliooa tunaacha watoto watu, tumesikia Mwenyezi Mungu haimpendezi na tutakuwa tuna adhabu yetu. Kitu chochote ambacho hakimpendezi Mwenyezi Mungu na tunamshirikisha yeye Mwenyezi Mungu, basi adhabu lazima iwepo. Tukumbuke ndoa ni kitu ambacho tunamshirikisha Mwenyezi Mungu kwa asilimia zote. Lakini pia tunawaahidi watoto watu kwamba tutazeeka nao na wao ndo wake zetu wa ujana mpaka siku zetu za uzee, lakini mwisho siku tunakuja tunabadilika. Lakini bwana, pia sasa hivi bado Wakristo wapo kwenye mfungo wa Kwaresima na bado siku chache nadhani wanamalizana na mfungo na wanaelekea kwenye sikukuu. Kuna changamoto nyingi zinatokea kipindi kama hichi. Vipindi hivi vya likizo kuna changamoto nyingi. Watoto pia wako likizo. Nataka nijue watoto wanatritiwa vipi kipindi hichi cha likizo, lakini kufikia sikukuu ambayo iko mbele. Nataka nisikie ndugu yangu, tupo kwenye Kwaresima. Na tunaamini Kwaresima pia tunaomba toba. Na mwisho wa toba tutakula sikukuu ya Pasaka. Vipi hapa katikati tunaishi vipi na watoto kwenye hii likizo mpaka kufikia siku ya Pasaka, kuwalinda watoto wawe safe, lakini wasiende sehemu hatarishi na kuhatarisha afya zao, lakini kufanyiwa vitu ambavyo sio vya kirafiki, vitu vya kinyama. Ukiangalia kwa kipindi hiki ambacho tupo kwenye mfungo wa Kwaresima, ni kipindi ambacho cha toba. Sasa kama ni kipindi ambacho cha toba, inatakiwa yani tuwafundishe watoto wetu maadili mema, na pia vile vile tuendelee kuwafundisha yale mambo mazuri, kwa sababu ukiwa karibu na Mwenyezi Mungu wewe ni rahisi kufika peponi. Unaona, kwa sasa cha msingi tuandae vizuri watoto, tuwape elimu, tusifurahie sana hii dunia, maana tutakuja kuondoka tunaiacha hii. Kwa yani tufuate zaidi mema ya Mwenyezi Mungu ambaye anampendeza Mwenyezi Mungu kuliko kuyafuata zaidi ya kidunia. Kwa sababu unakuta wengi wanakuwa watoto wanakuwa wanapata matatizo kutokana na malezi. Unaona kwamba siku kama ya Pasaka mtoto anavalishwa nguo fupi ili na yeye aonekane. Alafu ukiangalia wewe mtoto ambaye anakuwa anavalishwa nguo fupi, maumbile yake kidogo kwa sasa haya mambo sio mazuri. Tuwavalishe watoto wetu nguo nzuri za kustiri miili yao, ili hata kesho na kesho kutwa wakipita huko mtaani ionekane kwamba heshima irudi kwa yule mzazi, kwa sababu mtoto akinapofanya vizuri, sisi wazazi ndo tunakuwa tunapata heshima kwamba yes, pale yule baba au yule mama pale mtoto kweli kamlea. Hata mtu akitafuta mke ni rahisi kuangalia pale kwamba pale tapata mke mzuri pale. Sawa sawa. Na triki gani tutumie sasa kumzoesha mtoto mavazi ya aina fulani, kwamba mtoto ajifunze kujistiri, mtoto ajifunze kupenda nguo fupi, lakini mtoto ajifunze kwamba nikionekana hapa kwa watu wengine sio picha nzuri, nikionekana hapa naweza nikachangia kusababisha kubakwa au kufanyiwa kitendo cha kinyama. Tunatumia njia gani kumtengeneza mtoto azoee nguo ambazo hazifanani na kushawishi utu mtu kumfanyia kitu kibaya? Hilo jukumu kwanza linaanza kwa wazee kwanza kwa moja. Mzee mwenyewe ndio kiongozi, yeye ndio baba, yeye ndio arijalu kaona la nisa. Kwa maana yeye ndio atakayempelekea mtoto vazi gani alivae, vazi gani asivae. Yeye ndio chanzo. Akianza kumzoesha mavazi ambayo haeleweki, basi naye atazoea vile vile na atajiona ni kawaida kwake. Lakini ukimzoesha mavazi ya stara, basi naye ataenda kwenye mavazi ya stara na yeye atastirika huko anapokwenda na ataenda salama, atarudi salama. Lakini tofauti na kumvalisha mavazi ambayo hayaeleweki kwake, yampelekea changamoto, vishawishi. Vijana wa siku hizi kama unavyoona, na vijana wa ovyo hawaeleweki, matamanio mingi, tamaa nyingi, kwa mavazi yale yanashawishi. Sawa sawa. Na maana anapovaa mavazi ambayo yamebana sana, ametight mwili wake, amechora body, na maana ni tatizo kwake. Kwake yeye na kwa familia yake pia. Na maana anapovaa vazi la kujistiri, maana pale tayari kashajikinga yeye mwenyewe kwanza. Sababu leo hii apete mwanamke hapo ambaye amevaa nguo amemchora, hapo apete mwanamke ambaye amevaa nikabu full kapiga hadi ninja, na mke gani ambaye ataangaliwa zaidi? Bila kijana. Sawa. Ataangaliwa yule ambaye amejichora mwili. Ni rahisi mtu kumshawishi mwanaume, sababu sisi wanaume tumeumbwa na matamanio mengi zaidi kuliko hata wanawake wenyewe. Sawa sawa. Tunasikia vingi vizuri vinavyohusu jinsi ya kumlinda na kumprotect mtoto, kutengeneza hofu ya Mungu kwenye moyo wake, lakini pia kuhakikisha anajistiri. Siku hizi watoto wanakuwa wakubwa kabla ya muda. Unaweza kukuta mtoto ana miaka 13 lakini umbile lake ni la mtoto wa miaka 19 mpaka 18. Sasa basi,
nini kifanyike? Wazazi sisi wanaume ni maarifa, viongozi sisi ndo tunalea familia, sisi ndo viongozi wa familia. Kina mama wananunua nguo za watoto kipindi cha sikukuu, tunawapa majukumu hayo, lakini tunatumia mbinu gani kuandaa wake zetu, wapenzi wetu, waliotuzalia watoto wetu, kununua nguo ambazo zipo kwenye maadili ya kuastiri watoto wetu, hasa vipindi hivi vya sikukuu na likizo. Nataka nisikie ndugu yangu kwa ufupi kabisa, treatment gani tutumie kutreat wake zetu waweze kununua nguo zinazowastiri watoto vizuri kabisa. Kikubwa hapo tunachokuwa tunakiangalia zaidi au wake zetu, kitu ambacho natakiwa kiangalia ni aina ya mavazi. Unaweza kumchukulia mtoto wako mavazi yaliyokuwa mazuri na yakawa ni bora zaidi kuliko kumchukulia zile nguo ambazo fupi au zinazokuwa zinabana mwili wake, mwisho wa siku kampelekea mtoto matatizo, kwa sababu mtoto akipata matatizo mara nyingi lawama tunakuwa tunatupiwa sisi wazazi. Ila anapokuwa anapata mambo mazuri, basi na sisi pia tunatakiwa tupate yale mazuri kupitia mtoto wetu. Kwa hiyo kubwa zaidi tunapoenda kununua hizo nguo, hususan kipindi cha sikukuu, basi tuangalie zile nguo nzuri ambazo sio za kubana wala zisiwe za kujichora sana kwenye miili yao. Sawa sawa. Nguo za kubana kwa watoto sio nzuri. Mtoto ana umbile kubwa unamvalisha tight, mtoto ana umbile kubwa unamvalisha kaptula fupi ambayo inamwacha mapaja yake nje, na mapaja yake unajua kabisa ni manene. Unajua kabisa mwanao ana mapaja manene na miguu mikubwa, unajua ana makalio makubwa, lakini unamvalisha vitu vya kumbana, vitu vya kumtight. Ubinadamu umepotea, dunia imebadilika kidogo. Watu wametoka kwenye ubinadamu. Kumfanyia kitendo mtoto wa kumzaa kabisa, basi wakwako wewe nane asimfanyie kitendo kibaya zaidi ya wakwake. Hilo ni onyo kwa wazazi, ili msije mkajuta na uzao wa matumbo wenu. 85% kila mtu alivyo ni baba na mama yake. Hata mimi Mpuyangaji nilivyo 85% ni baba na mama yangu, hata washikaji zangu pia. Kwa hiyo wazazi ndo watu wa kwanza kabisa, hasa sisi wa baba, maarifa, viongozi wa familia. Mama na wanawake ni wasaidizi wetu. Sisi ndo wenye familia, sisi ndo wenye dunia, sisi ndo wenye lawama zote. Hata kama mtoto ataharibika, mama atasemwa, lakini baba ataambiwa ni mpumbavu. Baba ndo kachangia, baba ndo kawa kila kitu. Madaktari wengi bwana, ukiwauliza anaweza kukwambia mimi baba yangu ameshiriki. Manesi wengi ukiwauliza atakwambia baba yangu ameshiriki. Maaskari wakubwa ukiwauliza atakwambia baba yake ameshiriki. Watu wengi ambao wakubwa ukiwauliza watakwambia baba zao wameshiriki. Wapo special ambao hawajaliwa na baba wala mama, wamefika pale wanapofika, lakini ni wachache kama mwanangu Hashimu. Wale ni watu special, tusijifananishe nao. Wale ni watu ambao Mwenyezi Mungu kawapa vitu, wamezaliwa special. Lakini mimi na wewe lazima tufanye mipango ya kukomaza akili za watoto wetu, kuwalea na kupanda mbegu nzuri. Zigzag Zero tulikuwa tuna discuss mada fulani tough kidogo, lakini pia ilikuwa inataka uweledi, ilikuwa inataka maandalizi na majibu yaliyonyooka. Nimekuja na timu yangu chache tu, lakini tumejua mambo mengi. Msimu wa pili hapa ndo umeanza ndani ya Kibira Auto Garage. Saluti kwa Hashim Kibira, lakini pia saluti kwa uongozi mzima wa Kibira Auto Garage na tagi lote, au sio bwana, wataalamu tupu, kila kitu. Ukifika tu getini unakutana na mtaalamu, ukiingia ndani kila mtu mtaalamu. Wiki ijayo mwanangu tunakutana tena, tunadadavua, tunajenga humo ndani ya gereji yetu, sehemu yetu ya riziki. Mimi hapa naitwa Reminaze Elieraso, ananiita Remy Eastman, Mpuyangaji pia, jamaa mwenye nyota kala ugali, naipenda sana na mboga saba, original no sound kama demo, street profit wananyitaga striker. Hasta la vista. Tulivyo unaambiwa ni 85% wazazi wetu, baba na mama zetu, lakini pia metikasi yote tunaofanya, unamuona mtu leo mkubwa anafanya kitu kikubwa na wazazi wake, hasa baba aliparticipate kwa 1% nyingi, ndo mchizi yuko pale. Kuna watu baadhi special ambao wanaweza wakafikia ndoto zao bila kusapotiwa, bila baba wala mama, kama mwanangu Atibu. Saluti sana kwa msimu wa pili wa Zigzag Zero hizi discussion ndani ya Kibira Auto Garage. Saluti kwa uongozi wa Kibira Auto Garage, lakini pia saluti kwa cabinet nzima. Kibira Auto Garage wataalamu tupo, ukiingia getini unakutana na mtaalamu, lakini pia anayeshika spana mtaalamu, anayefanya hichi mtaalamu. Mimi hapa naitwa Reminaze Elieraso, ananiita Remy Eastman, Mpuyangaji pia, jamaa mwenye nyota kala ugali, anayependwa sana na mboga saba, original no sound kama demo, street profit wananyitaga striker. Hasta la vista.